Na Bwana atakupatia hiyo hekima. Uanze kutengeza mazingira ambayo hayataonekana yule mzee ni mzee wa maana. Yule mama ni mama wa maana. Jamani, ukienda kwake atakutia moyo. Hata kama kuna udhaifu yake anaweza kukusaidia. Kisha utamlipa taratibu katika hali ya maelewano. Si mtu ambaye mtagombana. Bwana asifiwe. Yaani uonekane kwamba wewe ni nyota, wewe ni mwanga, wewe ni nuru katika hiyo maeneo. Kwa sababu gani? Wewe ni mzee katika ufalme, mzee wa kanisa. Umehitaji kuwa kielelezo kwa wengine, ili wengine nao waweze kumfikia Kristo kupitia kwa wewe. Lazima utafute kuwa kielelezo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ukisoma ile Marko 16 mstari wa 15. Marko 16:15 akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mwinjilisti. Halo. Amen. Jirani yako wewe ni mwinjilisti. Haya, uanze kwenda kama ulivyo mzee wa kanisa. Ni jukumu lako uanze kutembelea yale maeneo yako. Na kuambia watu wamjue Kristo. Ni jukumu lako. Sema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akawatuma wale wanafunzi 70 wawili kule mahali alipokuwa ameazimu yeye mwenyewe kuenda. Na wakaja na ushuhuda kwamba tumemwona shetani akilia. Tumetoa pepo Bwana kwa jina lako. Kanisa liko na wazee 10. Mmoja anakaa Mambrui, mmoja yuko kule sehemu za Wayani, mmoja yuko wapi? Yuko Mjanaheri, mmoja yuko wapi hapa? Marekebuni, mmoja yuko wapi hapa? Misufini hapo, mmoja yuko hapa Kagombani hapo. Kagombani hapo. Bwana asifiwe. Na mmoja naye yuko hapa maeneo yao kwa mfano. Lakini hao sasa wameshika huu mwito kama walivyo wazee wa kanisa, wanatafuta kuendea watu kwa umbili. Na kama ulivyokeleza hayo maeneo, maneno yako yanakuwa moto, ukiongea unaheshimika. Unafikiria hiyo kanisa litaongezeka baada ya muda gani? Watu watakuwa wanaongezeka kila siku, watu si wachache. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Watu watakuwa wanaongezeka kila siku, watu si wachache. Kwa hivyo wewe ni mwinjilisti, na wanapofanya kazi ya uinjilisti, basi utakuwa unafanya agizo la Mungu, na hapo itakuwa inapendeza mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Hebu tusimame, hebu tuchakapu kidogo ili tuweze kufika mahali. Kwa hapa umeng'ang'ana kuyafanyike mambo yako. Nataka kumaliza na hii alafu tuone vile tutakuwa vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama soma kitabu kile cha Matendo 6 mstari wa 7. Tawabu, yani kile kitu ambacho kwa ile huduma ambayo umefanya, kuna vitu gani ambavyo hivyo vitaonekana kwamba umevipata. Tawabu si kitu ambacho na hii bwana. Tawabu si kitu ambacho na hii unavuna, si ndivyo? Si ndio tawabu hiyo? Tawabu ya mzee wa kanisa. Napofanya hiyo kazi, tawabu yake. Hebu tusome. Matendo 6 mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitikia ile imani. Amen. Neno litaenea kwa mataifa yote. Jamii kubwa wataiamini hiyo imani, hata pia makuhani wataiamini hiyo imani. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wa dini zingine hao ndio
hao watakuwa watu wa dini zingine walio na vyeo, walio na mamlaka hayo, hao pia nao wataiamini hiyo imani. Itaonekana kwamba ile imani ni imani ya kweli, ile imani ni imani ya maana, ile imani ni imani ya kufuatwa, ile ni imani ya kupendeza. Jamani, hiyo imani itaaminiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wazee wanaposimama katika zamu zao kisawasawa, nataka nikwambie watu wataijia hiyo imani. Taijia. Maana yale ambayo yanafanyika kwao si ya kawaida. Fikiria wewe, kutoka pale jana tumeanza, umeona haya mambo ni kawaida kweli? Mpaka yani watu wanaona wachungaji wao wanang'ang'ana, lakini wakiangalia ile imani wachungaji wao hawang'ang'ani. Halo. Bwana asifiwe. Wakiangalia wachungaji wao kule vile boma zao zimeachwa, hawakai nyumbani. Wakiangalia wachungaji wa huduma ile wako na familia zao. Bwana asifiwe. Wakiangalia kule wakina mama wanalalamika kwa sababu ule muda amepeza kumwona mumewe hajui ni lini, lakini hawa wakiangalia yeye amekaa na familia yake siku zote. Watu hiyo imani wataiamini. Bwana asifiwe. Wanajua kwamba hii ni kitu ya maana, hii inatujenga, haitugawani na familia zetu, hii ni kitu ambayo inatupa kuwa vizuri. Hiyo imani itaaminiwa na watu wengi. Wataijua hiyo imani, watajua kwamba nikienda hapo kuna suluhisho langu litapatikana. Maana kama ni watu wa kuomba, waombezi wako kila wiki, kuna kundi la kuomba kwa kanisani. Bwana asifiwe. Haleluya. Tawabu ya kwanza ni ya kwamba hiyo jamii itajaa katika nyumba ya Bwana. Hiyo community itaiamini hiyo imani. Halafu pia hata makuhani hiyo imani wataiamini. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu nataka niwaambie, kama kweli tunaamua tuingie katika hiyo hali ya kutenda, nataka nikwambie vile watu wataijia hii imani utashangaa. Lakini kama tutakuwa tumejifundisha hapa, halafu baadaye tuachilie tu hivyo, tutafuta hekima ya kwamba haya tumejifundisha itafanyikaje, basi tutakuwa tumejua kweli, tumeelewa. Lakini kwa sababu hatuifanyii kazi, hakuna kitu kitakacholeta thawabu katika hii huduma yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo thawabu ya kwanza ni nini? Jamii kubwa wataiamini hiyo imani, na hata makuhani hiyo imani wataiamini. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, kama Bwana atupatie uwezo tusimame kweli vile tunajifundisha, nataka nikwambie utaona vile wachungaji wengi wataijia hiyo ndoa. Utaona vile wachungaji wengi wataijia hiyo ndoa. Wachungaji nataka nikwambie wanalalamika, wanalia, si urongo. Lakini hapa wazee wa huduma hii waweke structure, waweke mipango mpaka ionekane wachungaji wao wanatulia. Unafikiri chungaji nini bado kuza? Si ndio wachungaji watakuja? Chungaji atakuja. Kwa hivyo ili wachungaji wakuje, makuhani waamini hii imani, ni wewe mzee wa kanisa utengeze structure ambayo hiyo itaonekana kwamba hii huduma ni ya maana. Kama ni mataifa waokoke, kama ni hiyo community waokoke, ni kupitia wewe. Utakapofanya kile ambacho tunaweza kujifundisha hapa, nataka nikwambie watu wataokoka. Watu wataokoka. Bwana asifiwe sana. Maana kule kuna mzee wa kanisa anahubiria watu, na kweli inaonekana yeye ni taa, yeye ni nuru. Yeye ni nuru. Si mtu akulomika, anaonekana sifa zake ni za sawa. Ikisikika kanisani ile iko sawa. Kila wiki hapo kuna watu wanaohudumiwa. Halafu hapa huyu anaambia, hii basi ni kitu kidogo sana kule kanisani. Wewe muamini Mungu na kuja kanisani itakuacha. Nataka nikwambie watu wataokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo ni thawabu. Utaona kama kuna thawabu ya watu kanisa kuongezeka. Kanisa litaongezeka siku baada ya nyingine. Kanisa ile la kwanza walipokuwa wamesimama katika zamu zao hao wazee wa kanisa, nataka nikwambie kanisa lilikuwa linaongezeka kila siku, watu si wachache. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, tutaweza.
Hii jirani yako tutaweza kweli? Bwana asifiwe. Wakati mwingine Yesu akawafundisha wanafunzi wake mpaka Petro akasema, Bwana, bela tunalajerisha chakula mlunguni. Kwa binadamu kwetu kwa Mungu tunadimikika. Najua hata wewe pia ndio sahihi. Vile tumejifundisha kutoka jana mpaka sasa hivi. Ukiangalia kweli itawezekana hii. Lakini nataka nikwambie itawezekana, maana kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Topic nyingine. Tusome Timotheo wa kwanza 3:13. Timotheo wa kwanza 3:13. Kwa maana watendao vema kazi ya shemasi kujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Daraja. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe mwenyewe utaona utakapokuwa umeamua kweli kujitolea kufanya hii kazi, uamue ya kwamba kweli mimi acha saa hii tutafute mbinu, tutafute Mungu tupe hekima, tuone vile mchungaji wetu tutamweza, ataweza kutulia, abaki kwa familia yake, abaki kwa huduma, ili kwamba kazi ya Mungu iende mbele. Sasa kama wazee wanaweza kweli wakasimama na wakaweza kufanya mipango kiasi ya kwamba sasa waweke structure ionekane, wafanye yale yote wamejifundisha, watafute kuyafanya, wakati wanapoingia katika hali hiyo kufanya hiyo, hao pia nao wataongezeka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kwa mfano uambe yote zilizofundishwa basi ya mtuka ni kihu. Bwana sifiwe. Amani vision. Yote zilizofundishwa na yote zilizofundisha kalamu za kanisa sikale kihu. Mimi kwa sababu hiyo mimi haenda mimi niache utu. Haya ukianza wote kuongezekele. Bwana sifiwe. Lakini wewe kukaanzia mradi huo ili kwamba uonekane una utu. Wakala wakati kwa saa hii kuna mchango hapa, tunataka wale wanachangia 1000 unyoshe mkono. Sasa ili kwamba saa hii nataka nami nionekane ni mtu ambaye naweza nikaonekana na changia. Sasa kwa sababu hiyo acha nitafute kuwa na kitu ambacho kitanipatia pesa. Sasa hiyo inafanyika kwa sababu gani? Kwa sababu ile jukumu ambalo umeliona na sasa hivi unataka kuingia katika ile hali ya kuweza kuonekana kwamba wewe unastahili hayo maeneo. Yule ambaye itakuwa amepanda ni nani? Si wewe. Hali yako. Umeweka hapo lengo tu kwamba angalau kukitojeka kitu naweza pia na nikachangia kitu. Lakini mwambeni hapo. Lakini kama wao ukaleta kale na ng'ombe, unataka kwa sababu ya nini? Ili na mkale msee ameonekana nina kitu cha kumkira Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kama ile hali ya kwamba uwe karibu na Mungu na umejitahidi kwamba ni mtu wa kufunga na kuomba, utafuta kuomba kwa ajili ya washiriki, kuomba kwa ajili ya mchungaji, kuomba kwa ajili ya familia yako. Sasa unapojitoa katika namna hiyo, wewe mwenyewe pia unakuwa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Unakuwa kiroho. Na unapoanza kukua kiroho sasa, kuna mambo yataanza kudhihirika ambayo sasa yatakuwa yanafanyika kupitia kwa mikono yako katika imani. Mtu anakuja kweli mgonjwa, unapomwekea mikono kumwombea kwa imani, anapona. Unaongezeka imani na unapata ujasiri ya kwamba kweli Mungu anaweza. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hizo ni thawabu ambazo unazipata wakati wewe umeamua kuwa mzee wa kanisa kweli kweli. Kuna thawabu Bwana anaenda kukupatia. Hautabaki hivyo tena, kuna mahali Bwana anakuinua. Atakuinua kutoka kiwango mpaka kiwango. Wakati tu umeamua kufanya ile jukumu lako, nataka nikwambie hautabaki vile tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sikiza nikwambie, usiogope. Usiseme nataka dimai. Mwambie Bwana anahitaji niwe mzee wa kanisa, tena niliye sawa na vile inavyohitajika niwe.
nipe hekima ili nionekane kuwa mzee na Israeli. Nataka nikwambie Bwana ni uwezo wa kupatia hekima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jamani, fedha na dhahabu ni mali ya Baba. Lakini atakana tu kitu kidogo tu hiyo. Jua atakupe borosi ya kazi yake. Lakini sasa lazima hiyo kanisa lazima lionekane kama wa kwanza. Lazima pia kile kielelezo. Na kana kielelezo ni gharama. Bwana nipa nguvu za kana kielelezo. Ikalele kuona pakulilo. Mbele kwa bila kala maisha kwa kwenda kutumika. Kunda bakisho. Kunda bakisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anakunula. Nanulowe. Lakini kalau nak roho ya boga na roho ya joyo. Lazima kupoa kala kitu benuo. Onekana mbele kweli. Kala ni hakui. Kana unazikosana kuendaje? Kupanda. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini amua, kubali, kufanya. Uone kile Bwana anapenda. Wajua hii ni thawabu. Thawabu ni nini? Thawabu ni kitu unachokipata, kinachokufurahisha moyo kwa kile unakifanya. Sasa kwa vile umependa na unafanya hiyo huduma, Bwana anakupatia thawabu. Ataanza kuachilia baraka, ataanza kuinua kifedha, atakuinua kiroho, na pia kuna matendo ya imani atayafanya kwa udhihirisho wa nguvu za Mungu itadhihirika kupitia wewe. Hii sasa itakupatia ujasiri ya kwamba Mungu wangu anaweza. Maana nilimuona wakati fulani nilipokuwa ameleta hawezi, nilipomwekelea mikono alipona. Hata saa hii inawezekana. Unakuwa na ujasiri kwa sababu kuna mambo uliyaona. Bwana asifiwe. Ujasiri unapatikana kwa sababu ni kitu tayari nyumbani ulishuhudia. Hiyo ndio inakupatia ujasiri. Ujasiri kwanza kala kutamokana na uko nyuma. Kala mpiga bala haki kwa kama unajisema so piga kahero unaona ujasiri. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna ujasiri kama dima ndio kana hili ndio anaenda simu. Lakini kala kuja watu matano kumwenga au kana ni imani hapo. Lakini imani na ujasiri ni tofauti. Ujasiri ni zaidi ya imani. Hii uko na hakika nayo tayari, kwa sababu ulipeleleza pale nyuma na ukaiona inafanya. Saa hii inaenda kufanyika. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio ujasiri. Ujasiri ni zaidi ya imani. Utakuwa na ujasiri kwa sababu utakuwa umethibitisha Mungu wako anaweza. Saa hii hata hii inaenda kuwezekana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hivyo kile nakwambia jamani, uzee wa kanisa ni wa maana. Kingia hilo uzee wa kanisa na kubali. Nataka nikwambie utainuka mwenyewe. Kanisa litaongezeka, wewe nao utainuliwa. Na pia utapata ujasiri. Na imani yako itaongezeka. Wewe hautabaki vile tena. Tumalize na hii Mathayo 10:42. Mathayo 10:42, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni wanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Kujipeana kwa mtu wa Mungu. Kwa lugha fupi ni hiyo. Hapo umeelewa? Kuwa mzee wa kanisa ni wewe mwenyewe kujipeana. Si kwa Mungu, kujipeana kwa mtu wa Mungu. Huo ndio mzee wa kanisa. Na anasema atakayemnywesha mtu wa Mungu, kwa kuwa yeye ni nabii, kwa kuwa ni mtumishi wangu, mtu huyo anayefanya hivyo, hakika yeye hatakosa thawabu yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuwa mzee wa kanisa kwa lugha nyingine ni kukubali kuwa nini? Kuwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio tafsiri kubwa ya maana ya uzee wa kanisa. Mzee wa kanisa ni mtu ambaye yeye anakuwa mtumishi wa Mungu. Na maandiko yananiambia kwamba mtu huyo hatakosa thawabu kabisa.
atapata thawabu yake. Bwana asifiwe sana. Thawabu yako utaipata kwa sababu gani? Wewe umemtunza mtu wa Mungu. Anasema kwa sababu atakayemnywesha mtu wa Mungu angalau kikombe cha maji ya baridi, mtu huyo hatakosa thawabu yake. Yaani hiyo inakuwa ni lazima. Bwana asifiwe sana. Yaani hiyo ni garantii. Ukitaka wewe usikose thawabu, tafuta kuwa mtu wa namna hiyo. Nataka nikwambie wewe utapata hiyo garantii ya hiyo thawabu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoamua kuwa mzee wa kanisa, utafute kumnywesha mtu wa Mungu angalau maji ya maji gani? Si maji moto. Maji baridi na ya moto ni yapi yako na gharama? Maji baridi na moto ni yapi yako na gharama? Hii ni brainstorm, hii ni ya kuchemsha bongo kidogo. Maji baridi na ya moto ni yapi yenye gharama? Sasa ndio kwa huduma ya kanisa. Alafu tukaje baada ya tamu. Maji baridi na moto ni yapi yako na gharama? Bwana asifiwe. Sasa unajua acha niamue sasa. Nataka kuamua hata kama yako imekosa, lakini pia sikia kufanyaje? Sikia kuumia hata kama umeumia, pia vumilia. Sivyo? Sasa mimi ndio mwamuzi wenu sasa. Ya baridi na ya moto yaliyo hayana gharama ni ya baridi. Bwana si ya baridi hana gharama. Sikiza nikwambie. Wakati ule Biblia inaandikwa hakukuwa na mambo ya freezer. Kwa hiyo maji baridi na msani yale maji ambayo moja kwa moja yametoka kwa kisima. Hayo ndio ya baridi hayo. Ya moto ni yale ambayo umeyapeleka kwa moto na umeyachemsha. Sasa yale ambayo yanatoka tu kwa kisima moja kwa moja na yale ambayo umeyapeleka jikoni, yaliyo na gharama ni yapi? Si yale jikoni. Yale ambayo umeenda kuyachota tu kwa mtungi moja kwa moja na yale ambayo baadaye umeenda kuweka na sufuria ukayachemsha, baadaye ukayaleta, ya gani ni yapi? Si yale ya kuchemshwa. Yale ambayo umeyachota tu moja kwa moja akaenda kaoga na yale umeyachota kaenda kaweka kwa moto moja ndio akaenda kuoga, ya gani ni yapi? Sikia ya moto. Kwa hivyo ya baridi ndio hana gharama. Sasa anasema atakayemnywesha mtu wa Mungu hata kama hiyo kitu inaonekana haina gharama, lakini kwa sababu ameupa mtu wa Mungu, mtu huyo hatakosa thawabu yake. Bwana asifiwe sana. Nasikiza nikwambie, usikubali mtu wa Mungu akuje kwako atoke bila. Usikubali. Sikubali mtu wa Mungu aze kwako umechelwewe na uye kama haya kwa salama. Haya bai. Sasa mmekuja bai wanapotua. Hakika otobo ne batai. Salama bai. Shukuru je mkuza nini? Kama
Bwana asifiwe. Unaona anapaino atwaje sisi. Ngoja nimfundishe siri ya hatua nyingine. Atwaje sisi. Ukiona mchungaji msemera ino ashirika. Lakini ukiona mchungaji anasemera ashirika kuya ndamurana mkoba. Achunguzeni. Endani sana achunguzeni. Wakati mchungaji ameamua kutembelea washirika utamwona amebeba mkoba. Na yeye akiingia mwanzo hata kaa atakuja tu rudi hapa. Haya bwana sifiwe mama. Mina. Haya mnaendeleaje hapa? Tuko salama, watoto wakoje? Wako vizuri. Nimekuja kuona ili kwamba nione mnaendeleaje. Sasa huyo mama atasema basi ngoja mchungaji kidogo, atarudi mbio kule ndani. Anaenda kuangalia kitu. Either achukue karamu sukari ama achukue pakiti ya majani. Yaani chochote kile, lakini hakisha anakuja anapata nadi kutoa. Baadaye anaomba na yeye anaenda. Waliambiwa, walifundishwa huko kwao, ukiona mchungaji amekuja kwako usimwache akarudi bila. Na yule mchungaji naye akaambiwa, ukiona mambo ni mabaya kwako tembelea washirika. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa moja kwa moja akaenda Kinyomani asema leo natembelea washirika. Bwana asifiwe. Lakini hata kama kimeumana kabisa hiyo siku, usimwache apite bila, umpatie maji ya kunywa. Kwa sababu gani? Unapofanya hivyo hautakosa thawabu yako. Bwana asifiwe. Ndio tabia mchungaji aje mtrecha na mambo njiani atakue. Halafu mtiche vision. Si tabia mbichi. Na unafundishana siku nyingine lakini ndio ndio si tabia mbichi. Bwana asifiwe. Hadi kwa mtrecha ya mazia, unataka mchungaji kama ndio atakuwa hazikuma. Haya mazia. Kumare pande kama tawe shukuru jombe ai bibi awe na we tiende ela kana taka utongero tukomu bizangira mondani sikisai kwa bile mchungaji simwe mchungaji sikunguru mchungaji ni mtu ni abende takapia tuwe kila mwanawe tunaelewana. Amen. Hai kila mwanawe alongi na roja ma alo bakumi kubisa hapa ni wewe kubisa tuma kwa kwenda anakuwa naye ha utamkusha mchungaji pia na kwa hana takaro kwa sukari kifika kwa haya kwa hapo kana sukari sasa kwa akusi Bwana asifiwe. Mwishowe o familia yako inaweza kuona kwa mchungaji kaona maana. Mchungaji una maana yake. Baba nienda kwa Yesu na mnataka. Ndio mchungaji. Nataka mzao mzinisi. Maana baba ni mchungaji. Ele mwenye bei atutoto. Maana kila kimbora na kizuri. Bwana asifiwe. Atakaye mhifadhi mtu wa Mungu angalau kikombe cha maji baridi, mtu huyo yapasa thawabu yake. Hii kikombe cha maji nisema ni angalau. Sivyo ndivyo maandiko yanasema. Angalau, yani imekosekana kabisa. Kikombe cha maji baridi mpatie. Wewe hautakosa thawabu yako. Bwana asifiwe sana. Nasema Mungu awabariki. Kama kuna maswali tuweze kuulizana maswali kiasi, alafu baadaye tutataka tuombe pamoja, alafu baadaye tutakuwa na short break, alafu baadaye tutarudi tena tuweze kuwa na mazungumzo. Nataka kama kuna mtu yuko na swali aweze kuuliza, alafu baadaye tutaomba pamoja. Achilie hiyo neema ya uzee wa kanisa, au upako uzee wa kanisa, hiyo neema iwe juu yenu ili kwamba Bwana waajalie. Inaweza ikaonekana kwamba kwako imeonekana haiwezekani, maana ni ngumu, inaonekana kwamba iko na uzito,
lakini kwa sababu anayetamani kazi njema, Mungu ataachilia neema na itakusababisha wewe kuanza kuonekana kwamba unasababisha kanisa kuongezeka, na itakusababisha pia wewe kuongezeka, na pia wewe hautakosa thawabu yako. Hivyo nataka kuachilia hiyo neema hiyo juu yako, ili kwamba upate nguvu za kubaki na kudumu na kuwa mzee wa kanisa katika huduma hii. Anajua kuna mahali Bwana anatupeleka. Kwa hivyo huu ni wakati ambao nataka kuwapatia nafasi. Acha mchungaji Edison aweze kutuongoza, uweza kuleta maswali zetu, alafu baadaye tuone vile tutaenda mbele za Mungu baadaye na kumwomba. Bwana Yesu asifiwe. Basi naamini ya kwamba tunaendelea kuelewa kama wazee wa kanisa inavyotupasa kufanya. Ni wakati wa maswali. Basi maswali huko, ambayo yuko na maswali kwa ajili ya hayo mafundisho ambayo apostoli ametufundisha. Swali. Amen. Kila Jumapili akifika hapa anaenda hawa makeresi hata kala hajire mtu ishana timakabusi ikara yeye mzee wa kanisa yeye yani kwa hatu hapangani hape hata kendo na mjeni na kwa keresi ikara ya mzee yuya na hebezi maana ni mzee wa kanisa ila kamanya mjeni wala kamanya hapo hapangani hapo takala ni kwenye benchi maana anakuza kuchelewa pengine akifika hapo kwanza keresi ya hatu anamanyikana kama rokala mama fulani akifika hapo ndo keresi na yeye ni mzee wa kanisa ujeni akiza naomba ukaroho katika keresi yuno mzee yuno anda hendwazi. Asifiwe. Amen. Wacha nijipishe. Bwana asifiwe. Amen. Mama, jana nikawa wewe nikawa jana. Na leo nikawa mzee, jana nikawa jana. Hapa na leo Bwana asifiwe. Amen. Unajua kuna mazoea, lakini pia ile mazoea isiwe sababu ya kukwaza mtu, unless iwe imekuwa imetengwa kwa ajili yako moja kwa moja. Ashes wataambiwa na wataweka nidhamu, na in case kama imeonekana kwamba imekosekana ile nidhamu, wewe ukijafika baki tu kama mshirika wa kawaida, kwa sababu wewe ni mshirika kama mshirika mwingine. Hii lazima pia ikae kwa akili yako. Usijione kwamba ni special. Wewe si special. Wewe ni mshirika kama mshirika mwingine. Tofauti tu ni kwamba wewe ni kama ni mwanamkulu. Hiyo tu ndio lugha. Mwanamkulu, lakini mwanaheri anaangi na hapo pale. Sifuelewana. Kwa hivyo ile heshima yako ni ile heshima tu ya uzao wa kwanza, uzaliwa wa kwanza. Hiyo ndio heshima kwa hapo. Na pia kwa sababu ya kusaidia wengine. Inawezekana akawa huyo mtu ni mtu ambaye yeye ni mtu ambaye unaweza kumwambia wewe ondoka hapa na kaondoka, na akawa huja mdhuru. Lakini pia kama ni mtu ambaye unaona huyu kwamba nikimwondoa hapa haitaleta picha nzuri, achana naye. Bwana asifiwe. Amen. Nikisema hivyo ni kwamba kwa mfano kweli kiti yangu umekuja na umekaliwa na kijana, na ukijua ni kijana na hii ni kiti ya mbele na mimi ni mzee, hiyo heshima
ukijua kwamba wewe ni mzee na si shida yeye kuachilia hiyo kiti yako. Kwa mfano wewe mzee hapa amekaa hapa na aje amuone Vena ile kijana amekaa hapa. Ile hali tu ya heshima, ile tu hali ya heshima. Unajua hii ni ile tu hali ya binadamu. Hii ni ile hali tu ya binadamu kabisa. Ile hali ya binadamu. Kwa sababu lazima pia mahali panapostahili heshima. Hata kama huyo mtu si mzee wa kanisa, lakini umri wake pia unastahili kwamba apate heshima, mpe heshima yake. Bwana asifiwe. Lakini wewe pia kama mzee wa kanisa pia nawe lazima pia nawe uwe na roho, uwe mtu mwema. Mtu mwema ni yule ambaye anajua nikifanya hivi huyu nitamkwaza. Basi ukiona hapo kwa hivyo utamkwaza, angalia njia nyingine, lakini sio kikwazo kwa ajili ya mwingine. Kwa hivyo sijakwambia umuondoe wala sijakwambia ukae. Si hivyo? Bwana asifiwe. Kwa hivyo isiwe lazima kwamba hapo ni kwako. Kwa lugha nyingine, usiweke ile lazima ya kwamba hii kiti ni yangu. Usiweke hiyo lazima. Lakini kama itabahatika kwamba endelee kwa yako, sawa, naendelee kwa yako. Lakini ukija ukiona imekaliwa na mtu aliyekuzidi, basi achana naye, tafuta mahali pa kukaa. Bado ili mwenyewe. Sio kama ni wajibu. Ama mchungaji anataka mama amejivika. Mama amejivika. Mama kwa swali lingine. Mzee, sio kama unaona unaweza kujibu kivingine. Sawa. Basi kama ni mzee, kuna mgeni naye kwa sababu ni mgeni. Kama vile kijana anaweza kuondoka. Mgeni amekaa hapo na pia ana umri. Sasa sio hiyo unakosa heshima. Kwa sababu yeye ni mzee kweli, lakini pia aliyekuja naye kwa mfano ni mgeni pia na umri wake. Na nipendekezo kwamba akae hapo. Amekuja mbele. Sasa kwa nini muondoe? Ndio haukanikisha mmoja. Haya kutamwingia mmemshika. Kwa hiyo panapostahili heshima jamani. Acha roho mpya tusaidie katika vitu vingi. Kuwapende basi kuwapende. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuongezea kwamba huo kweli hakuna mahali ambapo ni maalum. Hakuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Useme hapa mimi ni wa hapa. Na mtwaze uzo umusena ukihicho mwikihangine mwoka leo hapa. Basi huwa kuna shida mahali. Kila mahali ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuongezea kwamba kumwondosha mtu mahali kwa sababu mahali pa kweli ni pako. Ni pako. Hapo unapokaa ni kwako. Si nyumba ya Mungu. Muhimu ni uwe hapa na usikie neno, usikie kile ambacho mtumishi wa Mungu ataongea. Muhimu ni usikie. Si kwamba hapa ni mahali pangu kiasi kwamba hata ukikaa mahali pengine hilo neno hiyo siku haitakuwa la maana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuseme haleluya. Tuseme kama sisi wachungaji. Tu wachungaji, lakini tukienda mahali kuna watu ambao wametuzidi, sisi ni wanafunzi. Kuna special. Tuseme mimi mpaka niwe hapo, ndio sasa ule utumishi ndio wewe umekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inaongezea tu mawili matatu. Hivyo ni kwamba mahali popote utakapokaa ni sawa sawa, muhimu ni upate kile umefuata. Haleluya. Kuongezea tu, apostol alikuwa ashajibu. Mubarikiwe. Mama alikuwa anyosha mkono.
asifiwe. Na swali kidogo. Kwa mfano, kale mchungaji aza tangaza kitu kanisani ama kale aza ikakere, hiyo ndo ni kitu ambacho kinahudhurizwa kazi za kanisa. Halafu kaiza azea kanisa, pengine hiyo siku mandakalama haho ama mandakala kama haho kaiza rutangazo makala kama nalipata tototo ama pengine maripata, lakini iliyo wakala masahau. Halafu ifikira wakati mzee wa kanisa atangaze jambo la kufanana nalo lakini tofauti kinyume yani na mchenye mchungaji wangu. Halafu ashirika maana manya ukala tangazo vingine ni mchungaji, halafu mzee wa kanisa na mananena vingine. Vikala haria pengine hera ashirika maana hendaze ama kwa kutiro swala kulipisha. Ni ishara kwamba huyu mzee wakati anatangaza mchungaji aidha kusahau, aidha awe hayuko, na mafundisho vile ambavyo apostoli amefundisha ni ishara kwamba kuna uamuzi wa nani? Wa mchungaji, ndio kanisa lifanye nilifuate. So ni ishara kwamba kanisa nilifuate lile mchungaji amesema. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee lazima katika kutangaza kwake, wale wazee ambao walikuwako na walisikia mchungaji ameongea kitu sawa sawa, ni wamfuate, ila awe yuko amesahau, ila awe alikuwa hayuko. Sawa sawa ni afuatwe, ambaye basi mchungaji ile umetangaza hili, mchungaji ametangaza hili. Sababu mchungaji ametangaza hili, ile ambalo umetangaza hatutaweza kufuata kwa sababu mchungaji ashatangaza hili. Na hatutaweza kwenda nje na lile ambalo mchungaji ametangaza. Huo ndio kweli. Kwa sababu mchungaji akiongea, mfano mwingine na utoa kidogo alafu nimalizie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tukawa tunaongea maneno mawili na apostoli. Katika kuongea nikapata mahali fulani neno. Katika kuongea tukasema ya kwamba mshirika kutoka nyumbani akija kanisani anamfuata nani? Akitoka nyumbani akija hapo kwa nyumba ya Mungu anamfuata nani? So kama akija hapa anamfuata mchungaji, ni ishara kwamba mchungaji ndiye kiongozi. Amen. Na wale wote ambao wamekuja hapo wamekuja akiwa mchungaji kwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza enda mahali kama mchungaji hayuko. So ni ishara kwamba wale wote, kwa sababu unajua kwa sababu mchungaji si mtu wa kufinyilia mtu, ni mtu wa kumsaidia mtu. Na kama ni mtu wa kumsaidia mtu, basi inahitajika wale wote ambao wanakuja wasikie kile mtu wa Mungu anaongea na wafuate hicho. Amen. Kwa ishara kwamba mzee hata kama ameongea lakini imepishana ile la mchungaji, aidha awe amesahau, aidha iwe alikuwa hayuko, sawa sawa, watu ni wafuate kile ambacho mchungaji ameongea. Hilo ndio jibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiza nikwambie, madhabahu si ya mzee wa kanisa. Hapa yule anaongea hapa ni mchungaji. Wewe mzee wa kanisa umekuja kuleta matangazo kama nani? Wewe unakuja kuleta matangazo kama nani? Wewe hauleti matangazo madhabahuni. Ile kama madhabahu iwe salama na kanisa liwe salama, lazima kuwe na mtu wa madhabahuni anayeweka matangazo. Na kama uko na tangazo lako huko, ni utafute yule anayehusika na matangazo. Na yule anayehusika na matangazo naye lazima hawezi kutangaza mpaka mchungaji ajue, ndio hilo jambo litangazwe. Bwana asifiwe. Na pia kitu kingine, matangazo yote atakayokuwa yanaendelea katika kanisa, mtu wa kwanza hilo tangazo ni mchungaji mwenyewe.
Wanasifiwe. Halafu hao wengine baadaye ndio wanaendeleza kulitangaza hilo jambo. Lakini haiwezekani jambo litangazwe kabla mchungaji hajaongea kanisani. Hiyo haistahili. Tumeelewana kufikia hapo? Mtu wa kwanza kutoa speech ya tangazo, hata kama baraza limekaa wakaongea wakasema hapa tunataka kujenga kisima, yule mtu wa kwanza kuja kuongea hilo neno hilo ni mchungaji mwenyewe. Bwana sifiwe. Ya kwamba tulikaa kama wazee, tulikaa pamoja na wazee, ama wazee tulikaa ama nilituma wazee wakakaa na tukakubaliana kwamba tutaweka kisima. Kwa hivyo saa hii tunahakikisha kwamba tunatoa shilingi 100 kila mmoja hapa ni tujenge kisima. Hii ni mtu wa kwanza kutangaza. Na kama yeye hatakuwa mtu wa kwanza kutangaza, atamuappoint mtu yeye mwenyewe. Atamwambia hili tangazo nenda kalitangaze. Bwana sifiwe. Haya, baada ya hapo ndio tutaendelea kutangazwa na ule program wa matangazo. Na sasa hapo sasa baada ya hapo ndio mzee anaweza kuinuka akatia moyo hilo neno. Akatia nguvu hilo neno. Bwana sifiwe. Na sisi kana kichwa kale ha. Wow, msonga sasa hiyo. Tumeelewa na madhabahu hili ya mchungaji si mzee wa kanisa. Hatuwatangazi kwa wazee wa kanisa na watu kuleta matangazo madhabahuni. Madhabahu iko na mwenyewe. Hata humtini. Ni hata kana mtu anakelesi asumurire, lakini alafu baadaye anaye baraza la kwapo na familia yake haha ni makao. Na malaha kila mtu aendeze makofi ni mdana. Kila mtu na mzee 2 nikana na kanene yeye mzima, lakini kumbe hata katola kwa hani waraho anaye kulwa ngine tono kwa darisa anapa babanza hapa, lakini kumbe kama sababu hana na hapana usi bisho ndo virisho pia kaza nyumba Mungu. Wanasifiwe. Kwa hivyo mzee wa kanisa hauruhusiwi kupanda madhabahuni ama kusimama mbele za waamini na kuwapatia tangazo lolote unless mchungaji amekutuma, lakini si wewe tu pasipo mchungaji. Kuna maswali? Sababu na leo kufundishika ni mama anafundisha mtu mama kutoka na wote. Hilo kwa maana wao na siku nyingine. Na bila siku nyingine nitaenda kusikana isingi. Sababu tukalala hangini tukala kumanya. Fikara bibi nikafundishwa kumanya. Nilofika huko anatoa serikali ambayo ngala machifu mahesabu chifu makanisa ila fikara ngala makesi ndio mtatoa mbele pia. Na wengine wakaekai. Fikara siku nafika hapo nikala ni haro nikiresi kuya makuri yako. Fikara hageresi chifu mwenga haro chifu bana. Naona utunza uso na mama wakati kimeheshima na unaona ngala. Maana chifu wako kidogo lakini kwa sababu anapiga simu kuri hapo. Mtu akela na ngira mtu mzee kidogo kizakisia kwa sababu kigage na kina mtu fikara bora kupiga simu atafika. Anapa kuzamani hakesa. Ondoka. Hii hamna heshima kabisa. Hiki kitu cha chifu. Hamna heshima kabisa. Mimi chifu wewe. Mtu kama bado nasika kushukushona ndeka tani mraba. Kabla kama nini? Wewe kana mtu. Fikira wakatungile funzo za mama wakatungile kwa mtu kwa kanisa be hatutafika uka. Fikira chifu na mwono katungile ana usabu kwa sababu ni chifu kwa sababu ajiniwe lakini anangile wewe kana mtu. Fikira ni kumwamba yeye atubana nikicha chifu jengine lakini ukatungile hana mtu kwa hivyo maana kana chifu muisaidizi. Lakini unaba ondoka kuna heshima kabisa wewe. Kuna heshima. Mbona wewe katungile anaona mtu yake hapa pole bali kisha kubaje. Kwa hiyo heshima na zote kainazo kwa sababu funa mbele ngala taswabi ganga ukosema unasikira. Mzee wa kanisa jiri lakini si pako. Haswa. Haleluya. Maswali? Ni kwamba kala mchungaji kaa anapaswa kutangaza ni haya.
Mchungaji, na unalojibu hela unalingira swali tunalirudia tena, kwa sababu Apostoli amesema kwamba kama kuna tangazo ambalo ni mwanzo halijawekwa kwa kanisa, mchungaji ndiye anatangaza kwanza, halafu yule ambaye ni mtangazaji anaendeleza. So ni ishara kwamba kama mchungaji hayuko na ni swala ambalo ni jipya, lazima amelipeana kwa yule kiongozi atangaze, na kama hata peana hilo atangaze, labda mtu atangaze jambo ambalo mchungaji hatakiongea. Hapo kutakuwa na maswali, kwa sababu hata mchungaji akija atapata kwamba kuna neno limetangazwa na yeye hakulijua. Lakini sana sana yale ambayo mtu anatangaza ni yale ambayo mchungaji ashayaweka, ashayatangaza, ndiyo yanaendelezwa ili yatekelezwe. Tuko pamoja? So yale ambayo mchungaji hajatangaza na hayuko na ametaka yatangazwe, lazima atayapeana kwa yule kiongozi ambaye anatangaza, kwa sababu yuko ambaye ni mtu wa matangazo. Atapeana kwa kiongozi wa matangazo ayatangaze hata ikiwa yeye hayuko, na kija hapo lazima ataliweka sawa tena, lazima aliweke sawa tena kwamba Jumapili iliyopita ilikuwa siko au lakini kuna tangazo hili na sasa tangazo ndivyo nilivyo, kwa hivi na hivi na hivi, na tutakuwa sasa ameliweka. Ni kama tu kuweka muhuri ya kwamba hilo sasa ndivyo nilivyo na linaendelezwa. Tuko pamoja? Umejibika? Amen. Adzana mtu ambaye yeye analongoza ibada aliko Yesu anadimaka ukatakala ni mwezi mzima, lakini kanisani huduma inaendelea. Hivyo baino kana analaja mtu ambaye yeye analongoza ibada ama andaima madhabahuni mpaka ibada igome. Kwa hivyo tangazo iye andekalaza muloho kala lero unatangazo fulani nukalaziza mbola kwa mchungaji aliko Yesu anadimaka tangazo lokala pengine rani makarani mchungaji, lakini kaho iya kangokala katangaze ama akale mchungaji kaza kutangaza kamara, lakini anamanya kama rokala kana tangazo nari katangazira shirika analagiza mtu kaho, lakini lilo tangazo nilwa kwanza kamare kutangazwa kanisani, lakini yeye mtu ambaye yeye anza mlongoza analitangaza vivyo, lakini mchungaji hata akiza mchungaji tangazo gara wikizio kira usiambeni iye kare kule ama usiambeni iye mshirika ama iye mzee wa kanisa, adzalagizwa ni mchungaji. Bavije ni hapo Mungu apana. Amen. Hiyo ndio jibu. Maswali? Kuna swali mahali popote? Usiondoke na maswali hapa. Wakati tuko hapa maswali? Mfano mwingine, narudia hili ambayo tuko na mtu ambaye huwa ndiye ambaye anatangaza matangazo kila Jumapili, labda kama hayuko anapeana kwa mwenzake. So mtu yote ana tangazo analipeleka kwake yeye na analitangaza, na ujue kwamba mwenye ila iwe ni mshirika ili kuna tangazo atalitangaza, halafu yule aliyelipewa inawezekana hata alitangaza kwa ufasaha, anamleta yule ambaye amempatia hilo tangazo alieleze kwa ufasaha vizuri, ili mtu aelewe, kwa sababu yule wa kupewa tangaze na yule ambaye yuko nalo, yule ambaye wa kupewa anaweza asitangaze vile ambavyo yule ambaye alipea analijua. So lazima ampe alitangaze, ile yule mchungaji au labda kupanda vijana au kupanda kina mama au mahali popote pale,
anaweza alipeana kwa yule kiongozi, halafu kiongozi amwite yule ambaye alikuwa amempatia ile tangazo ili alieleze kwa ufasaha vizuri, ili sasa watu Bwana asifiwe. Hii pointi anaongea mchungaji sasa, hiyo ni pointi ya kibinafsi. Una harusi kwa kweli, halafu nakupa nafasi tutangaze waalike watu, lakini si ajenda ya noni ya kanisa. Unaelewana? Ile tangazo ambalo mtu binafsi anaweza akalipeleka kwa kiongozi wa matangazo, tena akilipeleka kwa kiongozi wa matangazo, lazima pia mchungaji ajue kwamba hapa kuna mama, hapa amesema kuna nadhiri, amesema tangazo. Mchungaji anasema sawa, itangaze kesho. Sasa pengine yule atakayetangaza hata itangaza vizuri. Sasa inabidi yule mwenyewe aje aongee mwenyewe. Sasa hiyo ni yake, issue yake hiyo, ni mambo yake ya nyumbani kwake. Ni kama ametaka kualika kanisa kwa hiyo shughuli yake. Lakini shughuli ambayo inahusiana na huduma na madhabahu, hiyo ni mchungaji. Kwa mfano habeno mshirikazi kana wa kanisa habeno, Bwana asifiwe. Alikuwa Yesu, amen. Amen baraha no. Uwanja naona uzakala naweza ku fangize fence ha. Wala haha. Kila mtu anaikuzo vile fangize fence ha. Mchungaji kafanya. Hata kala hao. Ela kafimanya sojo. Sojo. Nivi toka mahali zilizoamba, lakini je mchungaji alifanya? Bwana asifiwe. Ile sawa sawa, hata kama uko na maono mazuri, uko na kitu ambacho unataka kufanya, enda kwa mchungaji. Mwambie mchungaji, mimi naona vile uwanja unakaa hapa, mimi niko na uwezo, naona kuna nafasi. Juzi nilipata kaloni na nikatumia, hata vile nilikuwa nakusudia ikabaki, hata sina kazi nayo. Mimi nataka hapa niweke fence hapo mchungaji. Kwa hivyo sijui kama inawezekana. Mchungaji akasema si sawa, acha tu, hakuna shida. Sasa mchungaji yeye anaweza ikatangazwa hiyo, lakini ukikata kichwa kama sababu mwenyewe vizuri mpaka minaja kupinga sojo. Si unaelewa? Bwana asifiwe. Sojo mzuna mwenyewe yoishi maka mali baka umzini shoda panga kumjengera nyumba babaye beo sizekare ukaza kubaga mawe kare ukaanza kujenga kare kumanye mweto hatenga ni mpaka buru wanza kujenga nyumba karakara numuze baba na mali kujengera nyumba ino nyumba nikaje gani mzee mwenye. Si unaelewana? Kumanya kumbe hata hapo wewe mpaka kupanda hao kama ana ndio kujenga nyumba mwanangu hapa wotore hapa tasihewa tunashije kanisa hao kala tunijengea kanisa fulani, maana ile mtu mzima na kumanya kunani ndani kunani. Unaelewana? Kwa hiyo hiyo ni jambo la muhimu sana. Usifanye jambo hapa kabla mchungaji hajajua. Umetaka kuweka flow hii, hakisha mchungaji anajua. Ila mchungaji hapo enda semina hataki zafika kanisa zangu flow. Naweza kumanya ile mchungaji. Sema vizuri. Lakini je, unapenda za watoto? Watoto zina watoto. Kwa sababu yani mchungaji hajui hiyo. Sasa badala upate baraka, hautapata baraka. Kwa sababu gani? Wewe umejinua. Umejidai kama unafanya, unaweza kufanya mambo kwa sababu uko na uwezo. Hiyo si unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa lugha nyingine umemdharau mchungaji. Hiyo haistahili kabisa. Kwa hivyo chochote kile ambacho unahitaji kufanya kwa ajili ya kanisa, hakikisha mchungaji anajua. Hilo ni jambo la maana sana. Tunaelewana? Hiyo utapata hekima nyingine ambayo hiyo itakusaidia. Unaweza ukaenda kwako ukompatia ile maono uko nayo, akwambia sasa ni sawa. Lakini si uko na pesa wewe, sasa wewe hata si lazima uchukue pesa yote. Acha mimi nitashirikisha pia hao wenzako. Hiyo uko nayo anakushirikisha wenzako ili tuone kwamba tunaweza tukafanya kitu kizuri zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunastahili kwenda. Hivyo ndivyo tunastahili, kwa sababu kama utachukua tayari nguvu za kunini, basi itaonekana kwamba kwa hilo kanisa kuna viongozi wawili.
na mwisho hilo kanisa kafikia mahali kaanza kugawanyika. Bwana asifiwe. Amen. Tunaelewana kufika sana. Kama kuna mtu yuko na swali zaidi. Haleluya. Kuongezea mahali. Unawezekana uko hapo uko na maono mazuri kabisa kama Pastor alisema. Mnaweza mkakaa mkaongea tunataka tufanye, lakini kabla kulifanya sasa kwa ile kiongozi tulikuwa tumepanga tufanye hivi na hivi. Kwa sababu kwa lugha nyingine unaweza mtu akakosa kuelewa akasema ya kwamba basi wacha tusipange. Naweza tusipange chochote mpaka mchungaji aongee. Haleluya. Nasema kwamba wacha basi kama ni hivi tusifanye chochote mpaka aongee. Sasa hapo huwa kuna kitu kingine ambacho kimeingia. Lakini wakati mmekaa mahali watu wawili watatu mmepanga jambo, halafu kabla kulifanya mchungaji na ukatisha, sisi tulikuwa tumepanga hivi. Kama ni kwa sababu ya maono ya huduma, basi atasema ni sawa tu. Haleluya. Si kwamba hawezi kupanga. Unaweza mkapanga mawili matatu kwa ajili ya hiyo huduma au kwa ajili ya mchungaji au kwa mtu yote yule. Lakini kwanza vile mmekaa mmepanga, kwanza mnamshirikisha kabla ya kufanya. Tulikuwa tumepanga hili na hili na hili. Kwa sababu kama mama alivyosema kwamba mchungaji anaweza akatoka hata kama ni mwezi mzima hayuko. Lakini hata mkae mpange, lakini asije akaona mmefanya kabla ya yeye kujua. Kwa sababu ukisema mpaka yeye ajue, kuna vitu vingine huweza tukazuia watu wasifanye yale ya Mungu. Kwa hiyo unaweza mkakaa mkapanga vizuri, halafu kabla ya kufanya tumepanga hili na hili. Wakati ulikuwa hauko tumepanga hili na hili. Je, mchungaji unasemaje? Haleluya. Yeye anaweka sahihi tena kama vile ambavyo mpaka lithibitishwe ndiyo lifanyike. Haleluya. Mubarikiwe kwa upande huo. Kwenye maswali swali langu linataka kuhusu upande wa matangazo. Nzambo kala lolo sekala tangazo mbere nukala mchungaji aza linena ama takala kazalina binaza lagizo yo mtangazaji akala ndalinena. Yale fikira hatua kala yo mtangazaji aza lagizwa ni mchungaji eza hawa mataka, lakini ukauliza mbona no kwa bala tangazo jamhuri na jamhuri aime yo mtangazaji bereza ro kanisa tangaze zambola kwa yo mchungaji karakala zatangazwa baadaye hao ye azitangaza mtangazaji na zala kuliao apate atu baadhi mampuwe mwambe uzatangaza zivilo zitangaza, lakini umanyiri yo zambola kwa hiyo kilongozi walo kanisa, lakini kumole baadhi ya bado zatangazwa zitangaza amenijo zelagizwa kuko zalipiwa kukola naku kokoje kufikira usimanya kada inamu yakini jori nena jori ibirwako gara kufikira hawa makalima na goma solo kwa kabe kisha sojo bule vision na kisha hawa kose gara hadia wote kalo zalipiwa zarine na viaza nena vision kunya kuna roho badani na kabe kisha haha ndio swali langu yani na kwa hiyo mtangazaji amepewa neno na mchungaji atangaze. Ela yupo ela hayuko. Lakini badala ya kujitangaza, wale ambao wamelisikia wamfuate mtangazaji, waseme hili tangazo umelitoa wapi? Au hata bila shaka wamejua, lakini waanze kucomplain ile tangazo kama hili tangazo ishara kwamba watasema si sawa. Kiongozi ambaye ametangaza anasema kwamba ndivyo ndivyo mtoa huu. Nasema
na labda ni mzee wa kanisa au ni kijana. Tuseme hivi, kwa boma huwa kuna baba, na baba akiagiza kitu kwa watoto, maana wale watoto, si ndio? Wazazi, mzazi ni mmoja, au tuseme hata katika nyumba ya Mungu wazazi ni wangapi? Ni wawili. Kuna mchungaji na bibi yake, kuna baba na kuna mama. Na kwa sababu hilo tangazo limetoka kwa baba, labda kabla sija lijibu hilo tangazo, inawezekana liwe linamfinyilia mtoto au likoje, kwa sababu kunaweza mzazi anaweza kuongea kitu ikawa kinamfinyilia mahali mtoto. Hiyo iko labda mahali pengine kuna wazazi wengine, si ndio? Na ikawa ni wazo ambalo hilo ni tangazo ambalo linamuweka sawa mtoto. Kama ni tangazo ambalo linamweka sawa mtoto, basi ni ishara huyo mtoto tayari amekosa nidhamu kwa nani? Kwa mzazi wake. Amekosa nidhamu kwa mzazi wake. Maana kama baba ameongea, na kama baba ameongea, ni sawa sawa mtoto afuate kile baba ameongea. Na kama ana complain, basi ni ishara hapo kuna mahali kuna shida kwa huyo mtoto. Kuna shida kwa huyo mtoto. Kwa sababu kama ni tangazo limetoka kwa mchungaji, tangaza hivi, huyo inahitajika hilo asikie na afuate hivyo, kwa sababu tumesema kwamba mchungaji ndiye kiongozi na uongozi wake si wa kufinyilia mtu, ni wa kumsaidia mtu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hata hivyo tunasema ya kwamba sisi wachungaji tunafuata zile njia ambazo zimeandikwa kwa maandiko, ni kanuni za Yesu. Sio ni kwamba kanuni za Yesu hazimfinyilii mtu, zinamsaidia mtu. Na ni ishara kama huyo mtu au huyo mtu ataongea, labda ataona kwamba anafinyiliwa, inawezekana yuko nje na ule mpango wa Mungu, hayuko ndani kwa mpango wa Mungu. Kwa sababu mchungaji yoyote atakayeongea ni ya kumsaidia mtoto, si ya kumfinyilia. Na kama anafinyiliwa, basi ni ishara kwamba yuko nje na mpangilio wa yule Mungu. Amen. Wacha zaidi nipatie baba. Bwana asifiwe. Upo mna matangazo kala muone simamele siku kila siku. Kakukoma hakuna. Kala hamzini hapa au ni siku kila siku. Kakukoma hakuna. Baba ni jibuni. Na nukalama nenda agino kalama nakala kwenda maneno. Agino manakahali. Sisi kala habe wa madacha wale skuli ya. Enda kama kingirani maana kanaja nayo. Utebeleka hapo hivi. Kwa hiyo sikila tangazo ndone analipisha kila mtu. Kwa hiyo ni era huo zilitangaza wale ya tutonungu lazimishe ahembeze ukishwamba. Kwa sababu kama ya hapa sisi tuko kwa huduma. Na kusudi letu ni tufanye mapenzi ya Mungu. Tumia mbinu zozote wewe kama mzee ili kwamba kile ambacho kinahitajika kufanyika kifanyike. Kwa hivyo si kila tangazo litakalotangazwa kila mshirika atalikubali. Kuna ngine maana roho za choyo. Mbona kila mmoja ana magari matano. Ukimwona kukonza ba pale mchungaji kama ni kutuondorisha. Kama roho kwa kama ya sama namba komui. Lakini vikara ilikuwa mwanzo wa kanisa, alikuwa kishoka lakini neno la mchungaji na kuingiza nguvu. Kala baba kala yuko lakini fumo wa Mungu.
mwamini Mungu dada. Kuna vipande, kuna vipande hatuzia. Achana kutafakari kosi. Kuna kosa kwa makanisa. Bwana asifiwe. Lengo kuu ni ya kwamba kile kimetangazwa kwamba kipate nguvu na kifanyike. Kwa sababu gani? Mama kanisani kama mbilo kala msisi. Mimi una mambo kana ino kama zingana shirika kwa kanisa. Baba. Hivyo kwamba kile kinachotangazwa hapa, lengo kuu ni ya kwamba itainua huduma, lakini si kwamba vile imetangazwa itainua huduma basi watu wataipenda. Hawataipenda. Lakini sasa wewe kama mzee wa kanisa na wewe ambaye umepatiwa jukumu hilo la kutangaza, hakikisha unakuwa mtu mwenye nguvu. Sio tu wewe tu hivi basi vile basi tangazo nani vile. Hata unaweza mimi nenda kutangaza kale tuko shokalaza hapa kanisa. Unabariki sana kamare. Bwana asifiwe. Sasa badala uwe balozi wa mchungaji, unakuwa msaliti wa mchungaji. Sasa itaonekana kwamba yale yote ameyapeana mchungaji atangazo ili afanyike, hayafanyiki. Kumbe shumu neka alibeba matangazo. Maana kila kitu yoma zile kutangaza kale kwa amaja lakini mkani. Nenda kutangaza usikizane tutatangaza picha shuri yetu. Unaelewana? Kwa hivyo cha muhimu kile kinachoamuliwa kufanya kiko na mpango mzuri hicho. Mchungaji hawezi kuleta tangazo ambalo linajenga kanisa. Hata kama utaona linahukumiza, lakini pia litakusaidia. Wakati kanisa litakapokuwa limerembeka, iandese shokola wana kanisa lidonia nini kama ni huo. Hata sio kama bwana zionyo nyaka mali. Lakini wakati ule huwa mnatangaza kuuza pesa. Wewe unatoa kundi makudo, tuna na ndago mali ndio. Kanisa leo mena kutamba kwenda. Lakini wakati leo ni dhaifu. Sasa unajiona mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo yale yote yanatangazwa hapa ni kwa ajili ya kujenga wewe, ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Ila yawe yatakubalika ama yasikubaliki, lakini hayo yanastahili kufuatwa. Na wewe kama mzee wa kanisa na wewe mtangazaji, hakikisha yale umeyatangaza wewe nao unayatia nguvu. Na kwa mstari wa mbele na kuyatia nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu amwasa. Amina. Tutakuwa na break tu kidogo kama bosi tuliongea. Kuna masaa nayo yanaendelea kutuacha sana. Basi wacha wale praise worship team watuongozi kuabudu